Shalom wapendwa, mimi ni Apostle Matthew George Kihio. Leo nataka nizungumzie jambo muhimu sana katika maisha ya mwamini. Changamoto nyingi za Wakristo hazitoki kwa maadui wa mbali. Mara nyingi zinatoka kwa ndugu wa karibu kabisa. Ndugu ambao hawamjui Mungu wanaweza kukushauri vibaya, kukushinikiza kufanya maamuzi yasiyo ya Mungu, au kukufanya uone kana kwamba kumtii Mungu ni ujinga. Ndio maana Biblia inasema katika Yakobo 3:15, hekima hiyo haishuki kutoka juu, bali ni ya duniani, ya mwilini na ya kishetani. Sasa leo nataka tuone tofauti kati ya hekima ya Mungu na hekima ya kidunia, na jinsi mwamini anavyopaswa kufanya maamuzi anapopita katika changamoto kutoka kwa ndugu zake ambao kabisa hawamjui Mungu. Hekima ya kidunia inafanyaje maamuzi? Hekima ya kidunia inategemea vitu vitatu. Jambo la kwanza, inategemea hisia. Lakini jambo la pili ni pressure au misukumo kutoka nje. Na jambo la tatu, maslahi binafsi. Mtu ambaye hamjui Mungu atakwambia usisamehe sana. Binadamu wakati wote hawatambui thamani wako. Wakati mwingine unaweza ukasikia mtu anasema kwamba usikubali kudharauliwa bwana. Achana na hizo habari, achana na habari za kuwa mjinga kudharauliwa. Au wengine unaweza ukakuta anasema familia ni muhimu sana kuliko Mungu. Na wakati mwingine utasikia watu wakisema usiwe mjinga sana katika dini, utapoteza muda wako. Lakini tatizo ni hili. Hekima ya kidunia haioni mwisho wa mambo. Inaangalia faida ya sasa hivi, si mapenzi ya Mungu. Biblia inasema katika Yakobo 3:16, maana hapo palipo na wivu na ugomvi ndipo palipo na machafuko na kila tendo baya. Sasa hekima ya kidunia mwisho wake huleta migogoro, maumivu na kuvunjika kwa mahusiano. Hekima ya Mungu inafanyaje maamuzi? Hekima ya Mungu ni tofauti kabisa. Biblia inasema katika Yakobo 3:17 ya kwamba lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ina amani, ni ya upole, kukubali kusikia, imejaa rehema na matunda mema. Hekima ya Mungu ina sifa zifuatazo. Ya kwanza, inaleta amani. Ya pili, ina upole. Ya tatu, ina uvumilivu. Lakini ya nne, ya mwisho, ambayo ni kubwa zaidi, inalenga haki ya Mungu. Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo 10:36, adui za mtu watakuwa ni watu wa nyumbani mwake. Inaonyesha kuwa wakati mwingine mwamini atalazimika kuchagua kati ya kumtii Mungu au kuwafurahisha watu. Lakini mtu mwenye hekima ya Mungu hawezi kuuza imani yake kwa watu. Hawezi kufanya maamuzi kwa pressure inayotokana na ndugu au watu wa kile wanachokisema au ndugu jamaa wanachokisema. Na hawezi kuacha kweli ya kimungu ya neno lake kwa sababu ya watu wanafanya pressurize ya kumtoa kwenye mwelekeo. Mwamini afanyeje akipata changamoto kutoka kwa ndugu? Kuna hatua tatu muhimu sana ambazo mwamini anatakiwa kuzifanyia kazi wakati anapojihisi anakutana na changamoto kutokana na ndugu. Hatua ya kwanza, anatakiwa kutafuta neno la Mungu kwanza. Asifanye maamuzi kwa sababu ya pressure ya familia kuinukiwa au mafarakano, magomvi yaliyopo, au mambo ambayo anashutumiwa nayo au kinzani ambao anaona kwa ndugu kwa ajili yake. Cha kwanza, afanye maamuzi kwa sababu neno la Mungu linasema afanye maamuzi hayo. Afanye kile ambacho neno la Mungu linasema. Fanya maamuzi kwa sababu neno la Mungu linasema nini, lakini si kwa sababu ya hisia zilizozalishwa kutokana na pressure lies ya watu au ya ndugu. Zaburi 119:105, Biblia inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hivyo kama we ni mwamini kweli, basi hakikisha kwamba neno la Mungu linakuongoza kufanya maamuzi yako kwa kila jambo. Jambo la pili, omba kabla ya kujibu. Watu wengi wanaharibu mambo kwa sababu ya kujibu haraka. Lakini mtu mwenye hekima ya Mungu anasikiliza kwanza, pili anaomba, na tatu kisha anajibu kwa hekima. Jambo la tatu, linda imani yako bila kupigana na watu.
Unaweza ukalinda kile unachokiamini bila kufarakana, kubishana, kugombana na watu au kuwafuatilia watu na kuona jinsi gani wanavyopita njia tofauti na wewe wanavyokwama. Haina haja ya kufanya hivyo. Kumfuata Mungu hakumaanishi kupigana na watu wengine au familia. Kumfuata Mungu inamaanisha kusimama katika ukweli wa neno lake, lakini kwa upole na hekima pia. Nitazungumzia siri moja kubwa ya mwamini. Kumbuka hili ya kwamba si kila ushauri unaotoka kwa ndugu ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema katika Rumi 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa hiyo mtu anayefuata hekima ya Mungu hufikiri tofauti kabisa na dunia inavyofikiri au inavyoenenda. Naweza kusema kwamba nataka kukuacha na swali moja leo. Unapofanya maamuzi katika changamoto za maisha yako, unafuata hekima ipi? Je, hekima ya duniani au hekima ya Mungu? Katika Yakobo 1:5 Biblia inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe kwa Mungu ambaye yeye anatoa hekima kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa hekima hiyo. Omba Mungu akupe hekima ya mbinguni, kwa sababu hekima ya Mungu ndio inayookoa maisha, mahusiano na hatima ya watu. Mimi ni Apostle Matthew George Kihio. Kama ujumbe huu umekubariki, shiriki na wengine ili nao wapate kujifunza kuhusu hekima ya Mungu. Shalom, shalom.